Mtu wa Mungu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hivi mtu wa Mungu umewahi kujiuliza au kutafakari juu ya viti vya enzi au kiti cha enzi? Basi leo acha nitafakari nawe juu ya kiti cha enzi ambao na viti vya enzi. Tunapozungumzia juu ya kiti cha enzi, ni kiti ambacho kinachosimama katika swala la maamuzi, swala la mamlaka na swala la kutoa hukumu. Hivi viti vya enzi vinaweza vikasimamiwa na shetani, vinaweza vikasimamiwa na Mungu, vinaweza vikasimamiwa na mwanadamu. Je, umewahi kujiuliza kuna aina ngapi ya viti vya enzi? Kuna aina kuu 3 ya viti vya enzi, ambapo kuna kiti cha enzi cha Mungu ambacho anachosimama Mungu yeye mwenyewe katika swala lake la kutoa hukumu na kutoa haki. Kiti hicho cha enzi ambacho kinapatikana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4. Kasoma yote utakutana hiyo habari za kiti cha enzi cha Mungu. Kiti cha enzi cha pili ni kiti cha enzi cha shetani, ambapo unakipata katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 13. Utakutana na habari za kiti cha enzi cha shetani, ambapo anasema na pajua pale unapokaa ni pale ambapo umekaa katika kiti cha enzi cha shetani. Kiti cha kingine cha enzi ni kiti cha enzi cha Daudi, ambapo Daudi naye ana kiti chake cha enzi kwa ajili ya ufalme. Kadhalika kuna viti vya rehema, kuna vitu vya neema, ambapo ukisoma kitabu cha Waebrania 4 sura ya 4 mstari wa 16 utakutana na kiti cha enzi cha rehema. Tukikaribia kiti cha rehema ili tuweze kupata neema. Shalom, shalom.